asifiwe. Ya nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Najua bado naye unamshukuru, maana najua amekuwa pamoja nawe, nami nasema ni asante kwa vile naye amekuweka. Bwana kaweze kupokea sifa. Hiyo imbo imenifurahisha sana, maana imesema ya kwamba Mungu wetu hawezi akashindwa. Bwana asifiwe. So our God is so faithful. Na naomba tukaweze kuangalia tu neno kidogo, dakika chache mno, katika kitabu cha Mitume ni 3. Najua ni maandishi ambayo unayajua sana, unayaelewa, na najua siku ya leo bado itakusaidia, maana neno la Mungu linakuanga jipya kila wakati. Wasa tukaweze kusoma ni Acts chapter 3 ama Mitume 3, tuanzie tu hapo. Inasema hivi: siku moja saa 9 alasiri, Petro na Yohane walikuwa wakienda hekaluni wakati wa sala. Wakati huo watu walikuwa wanabemba mtu mmoja kiwete tangu kuzaliwa. Watu hao walikuwa wakimweka hapo huyo mtu kila siku kwenye mlango wa hekalu uitwao mlango mzuri, ili aombe chochote kwa wale waliokuwa wakiingia hekaluni. Alipowaona Petro na Yohane wakiingia hekaluni, aliwaomba wampe chochote. Petro na Yohane walimkondolea macho, naye Petro akamwambia, tutazame. Naye akawageukia akitazamia kupata kitu kutoka kwao. Kisha Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu, lakini kile nilicho nacho nitakupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tembea. Halafu akamshika mkono wa kulia, akamuinua. Papo hapo miguu na magoti yake yakapata nguvu, akaruka, akasimama na kuanza kutembea. Halafu akaingia pamoja nao hekaluni, akitembea na kurukaruka huku akimtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Sasa tukaweze kufikisha hapo. Tunaongelelea kidogo juu ya kiwete. Bwana asifiwe. Huyu kiwete, Biblia inasema kwamba alizaliwa hivyo, tangu utotoni mwake hajawahi tembea. Bwana asifiwe. Akawa kila siku anapelekwa pale hekaluni, ili kila mtu anaingia mahali pale aweze kumpa chochote. Lakini siku moja Biblia inasema ya kwamba Petro na Yohane walikuwa naenda kuingia mahali pale, na wakati ule walifika pale, imeitwa mlango mzuri. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ilikuwa ni wakati wa maombi. Bwana asifiwe. Wakati wa sala, yani saa 9. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba vile yule kiwete aliona Petro na Yohane akawaomba kitu. Bwana asifiwe, kama iliyo kawaida yake. Lakini Petro na Yohane wakamwambia, hatuna chochote. Petro akamwambia, kile tuko nacho ndio tutakupa. Bwana asifiwe. Akaambiwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka utembee. Bwana asifiwe. Haleluya. Inuka utembee. Biblia inasema kwamba Petro akamshika mkono, naye akamsimamisha, naye akapata nguvu miguu na magoti. Bwana asifiwe. Tena akatembea pamoja nao akirukaruka, akaingia kanisani akimsifu Mungu wake. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu sana kwa vile neno la Mungu linafanyanga kazi. Petro alisema hana chochote. Bwana asifiwe. But naona kile Petro alikuwa nacho ndio kitu ya maana kuliko hata fedha. Bwana asifiwe.
Maana wakati ule mtu akona afya ya mwili, unakuanga mzuri kuliko wakati uko na pesa. Bwana asifiwe. Pesa sio kila kitu. Bwana asifiwe. Huyu mtu alikuwa anatarajia kupewa kitu. Biblia inasema kwamba Petro akamkodolea macho, wakamwambia tuangalie. Bwana asifiwe. Akawatazama akifikiria ya kwamba anapata pesa, lakini nashukuru Mungu sana, maana hata kama aliwaangalia akitamani tu fedha. Pesa tu ni kitu ya kuisha. Bwana asifiwe. Lakini akaambiwa we don't have money. Bwana asifiwe. But kile tuko nacho ndicho tutaasilia kwako. Akaambiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka, tembea. Bwana asifiwe. Yani aliona siku different na zile siku zingine. Pengine wakati mwingine anatokanga na pesa mingi, lakini ile siku pengine alitoka na pesa kidogo, ama awe hakuwa na pesa, lakini alitoka hapo na afya yake ya mwili. Bwana asifiwe. Huwa nashukuru sana wachungaji ama watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sana sana wasa nitumie wachungaji. Bwana asifiwe. Maana watu walikuwa ni wachungaji, lakini walimwambia hatuna pesa. Bwana asifiwe. Angesindwa, wanasemaje? Hawana pesa, na kila mtu anarusha mkono kwa kikapu, anaasilia fedha. Bwana asifiwe. Tena huyu mtu anasema aje? Hakuna pesa. Bwana asifiwe. Angeshangaa na kusindwa nini wanasema, lakini nashukuru Mungu, maana walimwambia tuko na kitu tunaweza tukakupea. Kwa hivyo wakionekana wako mikono mitupu, but walikuwa wamebeba kitu cha maana sana. Bwana asifiwe, ambacho ni uponyaji. Bwana asifiwe. Akaambiwa, na unasikia tangu kuzaliwa kwake alikuwa hajawahi tembea. Bwana asifiwe. Akaambiwa hatuna chochote, but kile tuko nacho ndicho tunaenda kuasilia kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka na utembee. Bwana asifiwe. Wakati mwingine wachungaji wanaongeanga tu maneno, na mtu anaweza ona tu ni maneno tu yameongewa, lakini ni maneno ambayo yako hai. Bwana asifiwe. Ni maneno ambayo yako na uzima ndani yake. Biblia inasema kwamba walisema hatuna chochote. Bwana asifiwe. Lakini neno lenye lilikuwa kwa ule ulimi wa Petro ni neno ambalo lilikuwa na uhai. Bwana asifiwe. Yani alikuwa amebeba uhai na hajui, alikuwa amebeba uponyaji. Bwana asifiwe. Yani alimwambia tu maneno tu machache, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka na utembee. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba akainuka na akatembea. Haleluya. Inaweza ikaonekana tu jambo rahisi. Bwana asifiwe. Lakini kumbuka, ndio ile mtu afike kupelekangwa pale kwa hekalu. Pengine walikuwa wamejaribu hospitali za kila aina, za watu binafsi na hizi zingine pia. Bwana asifiwe, za kiserikali, lakini hakuwa amepona. Bwana asifiwe. Lakini wakati watu wa Mungu walitembea pale, maana walitembea na nguvu za Mungu, wakamwambia inuka na utembee. Bwana asifiwe. Huwa nashukuru sana juu ya wachungaji. Mchungaji anaweza akatapika gari, anaweza kuwa tahana. Bwana asifiwe. But anaweza kukwambia lisifu ya kaa. Bwana asifiwe. Na upokee. Na upokee. Kwa nini? Ulimi uko na nguvu. Ulimi wa ule mtu wa Mungu uko na nguvu, na ni connected na biguni. Bwana asifiwe. Yani aliitwa kwa ile kazi. Bwana asifiwe. Ukiangalia kila mtu kuna ile line anakuanga. Kuna mtu daktari. Bwana asifiwe. Daktari akiletewa roho atapasua, lakini ukiletea mwalimu hata sido unasema nini sasa? Ataona unamjaribu. Bwana asifiwe. Naye ukiangalia mtu kama daktari, Bwana asifiwe,
akiletewa chalk akaweze kufundisha watoto atasidwa, maana hiyo si laini yake. Bwana asifiwe. Naye mchungaji ako na laini yake. Bwana asifiwe. No carpenter naye ako na laini yake. Kila mtu ako na laini yake. Bwana asifiwe. Sasa mchungaji anaweza kuambia pokea saba lako. Bwana asifiwe. Na anaweza kuwa hana. Bwana asifiwe. Na mwingine anaweza uliza amesema aje? Bwana asifiwe. Amesema aje pokea saba na yeye hana? Bwana asifiwe. Lakini wacha nikuambie, yule mtu wa Mungu, kuna vile Mungu anatumianga watu wake. Bwana asifiwe. Anaweza akakwambia na ndio unaonanga saa ingine mchungaji, maana Mungu anamsaidia sana. Unaweza kuwa hata unataka kuoa msichana fulani, lakini mchungaji akwambia hapana, kama ndio unaoa tafadhali sitaongea chochote, maana unampenda. Lakini kama uniuliza yule msichana ungemuoa, maana mchungaji ako ndani ya roho na anaelewa. Wengine wanaweza sema mchungaji ako na wivu. Bwana asifiwe. Lakini ukioa yule msichana mkikaka, utajua kwa nini mchungaji akaniambia nisioe huyo. Na pengine hata ulitoka hata kwa hiyo kanisa, hata na ukaenda kwa ingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu uliona mchungaji ako na wivu. Bwana asifiwe. Lakini wacha nikwambie, wachungaji hawananga wivu. Saa ingine anaona bari, anaona vile maisha yatakuwa, anaona vile mtasubuana. Bwana asifiwe. Na ukienda hata kwa mchungaji umwambie ninahitaji mtu wa kazi na sijui ni ajiri nani, naona fulani na fulani, ni ajiri nani? Sasa mchungaji anaweza akakwambia usiajiri fulani, but ajiri fulani, maana najua ukiajiri huyo fulani anakwambia mutakaa vizuri. Bwana asifiwe. Anajua tu ile mtu ambayo ako na msimamo na mwenye hana. Bwana asifiwe. Lakini watu wengi wanafikirianga tu mchungaji ako na mambo zake. Bwana asifiwe. Hataki nisaidike. Unakuta mtu anaongea sana, lakini nashukuru sana, maana mchungaji, Bwana asifiwe, ni mtu ambaye anatumiangwa sana na Mungu. Sisemi kila mtu hawezi tumika, but wacha nikwambie, isipokuwa ni saa hii unatuma pesa long number, unaambiwa piga star 456#. Bwana asifiwe. Na yani utume ile message umetuma pesa long. Bwana asifiwe. Pesa zako zirudi. Beleni ulikuwa lazima uambie agent wa Safaricom ama kwa M-Pesa, uambie mtu kwamba umetuma pesa vibaya, naye anapiga simu kwa Safaricom, zinasimamishwa. Bwana asifiwe. Na wewe unaweza pigia watu wa Safaricom na upige hata mara 5, lakini wakati tu ataona tu ni mtu wao anapiga, wanajuanga already kuna shida, kuna emergency. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wanapiga simu mara moja. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tu ne mchungaji wakati Mungu anamtumia. Bwana asifiwe. Wakati mchungaji ako connected na Mungu, Bwana asifiwe, ndio mambo yanakuwa rahisi, kuwa mazuri. Bwana asifiwe. Na ndio unaona hata wakati Hana alisinda, alihisi kuomba, alihisi tu kuomba, lakini mchungaji hakuwa anamuuliza ni nini, hakuwa anamuuliza unataka nini. Lakini kuna siku moja ukisoma Biblia utasikia ya kwamba alisema alikuwa anaomba mpaka mchungaji akaona ni kama amelewa, akamuuliza utaishi kulewa mpaka lini? Bwana asifiwe. Akamwambia hapana, mimi sijalewa, mimi najimwaga kwa Mwenyezi Mungu, maana kuna hitaji nataka anisaidie. Bwana asifiwe. Naye Biblia inasema ya kwamba mchungaji akamwambia enda na upokee chochote unahitaji. Kwa hivyo wakati tu mchungaji ameongea, Bwana asifiwe, mambo yanakuwa sawa. Kuna wakati mwingine, Bwana asifiwe, unaweza kuta mtu akisema hata mimi niko tu sawa. Bwana asifiwe. Kuna wakati mmoja bado nikikaribia kumaliza, Bwana asifiwe, nimewaambia leo siendi sana, siendelei sana. Bwana asifiwe. Kuna wakati mmoja nilikuwa nahubiri, na wakati nilikuwa nahubiri nilikuwa mjilisti, hata sikuwa naitisha hata sadaka, lakini bado nilikuwa mwaminifu na fungu la 10. Lakini nikasema si fungu la 10 sinaweza hata kuwa hata na mimi naitumia, maana hata mimi nahubiri. Bwana asifiwe. Na ni sawa, na nikaanza
kutumia. Alafu nikakaa, nikawa sasa siendi sana, lakini nikasema kama siendi sinaweza kula, hata mimi ni mchungaji. Sasa nikwambie watu wa Mungu, nilikuliwa na sida miezi 10. Bwana asifiwe. Mpaka kanyumba karahisi sana na sida kulipa. Mpaka wakati nilitumiwa mchungaji rafiki wangu, naye akasidwa kuniambia, akatuma rafiki yangu aniambie nateseka maana nimekula fungu la 10. Bwana asifiwe. Kwa nini niliteseka na nilikuwa na hubiri? Bwana asifiwe. Juu kuna levels. Bwana asifiwe. Na ni vyema tu kukubali kuna levels. Bwana asifiwe. Sio kila mtu amekubaliwa kuitisha watu pesa na kula. Bwana asifiwe. Kuna wale ambao wameaminiwa hiyo kazi. Bwana asifiwe. Sasa ndio naona wakati nami nilikula sida. Sasa nataka kusema hivi, Petro na Yohane walipitia pale, wakamwambia hatuna fedha, lakini kile tuko nacho ndicho tutakupea. Bwana asifiwe. Kulikuwa kumeingia watu wengi sana. Pengine kulikuwa kumeingia hata maevangelisti mahali pale. Pengine kulikuwa kumeingia watu waombaji mahali pale. Walikuwa wameingia watu wengi wanakuja maombi. Lakini tu Biblia inasema wakati tu Petro na Yohana walifika pale, muujiza ukatendeka. Kwa nini ulitendeka? Kwa maana kuna mtu wa Mungu ama kuna watu wa Mungu amepita mahali pale. Bwana asifiwe. Sasa nikwambie, watu wa Mungu ni watu wa maana sana. Na ni vyema tu kuwaheshimu. Bwana asifiwe. Ni vyema kuwaheshimu. Naonanga hata president akiitisha mkutano, nasikianga fulani mchungaji fulani ndiye ataomba. Bwana asifiwe. Kwa nini president yaombangi? Kwa sababu gani? Yeye si mchungaji. Bwana asifiwe. Hata yeye amefika mahali ahudumiwe. Kuna wakati wa wachungaji kuhudumu. Bwana asifiwe. Na ndio naonanga hata tukienda hata kwa mazishi, kuna wakati wa watu hao wengine unasikia sasa ni wakati wa kanisa. Bwana asifiwe. Na unasikianga kanisa ikiingia sasa si hatutarudi tena, kanisa imalizie kama tuseme ni kwa mazishi. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila mtu na nafasi yake. Bwana asifiwe. Kubali ukae kwa nafasi yako. Maana kwa nafasi yako pia Mungu atakutumia. Kama wewe ni daktari, kuwa kwa nafasi yako. Mungu atakutumia tu kwa hiyo kazi. Kama wewe ni driver, kuwa tu kwa nafasi yako. Kubali tu kukaa hapo. Bwana asifiwe. Na wakati mtu atakaa kwa laini yake, mambo yatakuwa sawa. So nataka kukuomba mtu wa Mungu, nikwambia kwamba hakuna jambo gumu kwa Mungu. Kama yule kiwete alitoka pale na hajawahi tembea kwa miaka yake yote, hajawahi tembea. Bwana asifiwe. Lakini alitembea kwa hiyo siku. Bwana asifiwe. Pengine watu hao hata walikuwa wamechoka. Huyu mtu tutaishi kumbeba mpaka lini? Hata ametuchosha, hata ukitaka kwenda mahali huwezi enda. Bwana asifiwe. Pengine walikuwa wamechoka, wanasidwa sasa. Huyu sasa ni miaka mingi tumeishi kumbeba, lakini hiyo siku hawakuwa anajua ya kwamba ndio siku ya muujiza wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nawe kama unatenda mema, wewe tenda mema bila kuangalia, naye Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mema. Naomba nikuage, lakini naomba tu tukaanze kuomba nawe kwa dakika moja na Mungu atakubariki. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumekuja mbele zako mfalme tukisema na asante. Baba, umetufunza ya kwamba hakuna jambo gumu, maana Jehova Rabi, tunasikia wakati Petro na Yohana walipita mahali pale, waliongea tu na kusema hatuna fedha, lakini kile tuko nacho ndicho tunaenda kukupea. Kwa hivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amuka ama inuka utembee. Na yule kiwete akainuka na akatembea. Baba, tunakushukuru kwa nguvu zako. Hizo nguvu zako Baba zikafanye kazi Baba kwa wasikilizaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wale Baba wamelemewa na mambo, ukatembee pale Baba na kunena neno moja, ukawatumie malaika Ebeneza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ukiwapigania na kuonekania sifa na shukrani zako, na ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba Baba na kushukuru na atakuamini. Amen, amen, amen. Bwana akaweze kuwabariki tena kuwatenda mema. Kweni na wiki njema. Amen.